mtendaji wenu yuko makini sana. Nilimfuatilia toka mara ya kwanza anasikiliza ile mgogoro mpaka sasa hivi. Nimeridhika. Na kikubwa ni ushirikiano. Yaani nyinyi mmetoa ushirikiano Justin na mtendaji wa serikali ushirikiano, na sisi watu wa mahakama tutatoa kwa pamoja tukishirikiana ili jambo linawezekana. Muona hapo mmepunguza gharama, mngeenda mahakamani. Wenye kesi najua mnajua mambo ya mahakama. Kesi haziishi, hakimu hayupo, amezidiwa miaka, baadaye mnasema mahakama inachukua rushwa. Kumbe mmenyi mmeenda kule mambo ni mengi. Lakini sasa hivi amani yenu imerudi, nyinyi majirani, watoto wako wanarudi kwa bibi yao. Ndio lengo. Kwa serikali inawapenda. Kwa nyinyi mwe balozi kwa watu wengine kwamba kumaliza utatizo njia mbadala ndio njia sahihi. Mzee Adolf sana kama miaka 10. Kwa kesi. Hapa. Adolf huyu hapa juu. Miaka 10. Wale wana size viko zimehamia hapo. Ni kesi. Kama hivyo. Naenda inarudi. Hakuna jibu. Yaani huyu anaenda anashtaki anaenda mpaka mahakama makuu na huyu anaenda anashtaki mpaka mahakama kuu. Watu Sasa mimi yani jamani, ambayo nitajitoa. Naomba niwasikilize watu wengine. Kuna watu wana mgogoro. Yaani mtu ameisha shindikana mgogoro wake, yani ameisha lia machozi. Mimi naenda kumleta kwenu. Namleta ili najua utamaliza matatizo. Wewe yote mwongeze wewe mleta. Unamleta kesho. Niombeeni kwa Mwenyezi Mungu. Nakuombea na nitamleta. Lakini pili nakushukuru kwamba angalau umetambua kazi ninayofanya. Hata pia na mzee wangu Justin. Yaani mimi nataka migogoro ya huko isivuke mbali. Alafu pia labda pia tuje tuelimishe kakangu. Yaani kuna migogoro vingine mtu kidogo anakimbilia kituo cha polisi. Kidogo kituo cha polisi. Yaani mimi huwa sipendi. Yaani migogoro kama hii hapa. Just leo mtu anaenda kusema mimi nimetishiwa na panga kwa sababu gani? Kwa sababu ya suluhu ya jana. Mtu mwingine anamtengenezea mtu mwingine mazingira. Labda Justin anaweza kaenda kafungua kesi dhidi ya yule ambaye amebaki kule amenitishia na panga. Kwa maana kwamba nini? Mwisho wa siku tunaendelea kukuza migogoro. Kumbe mwisho wa siku ndio maana wakati mwingine polisi huwa anawaambia jamani, angalieni source ya mgogoro. Inawezekana ikawa ni jinai ndio. Imesababishwa na nini? Ukifuatilia hiyo jinai ya hapo, chanzo chake ambacho ulipaswa ukirekebishe. Unakuta watu wanafaje? Wanashindwa kufaje? Kwa hiyo niwaombe kabisa. Migogoro inatatulika na inamalizika. Mimi ni mtendaji wenu wa kata na experience sasa hivi ya miaka 9. Ni huko nilikotoka nimesikiliza migogoro sana na huko nitaendelea kuisikiliza sana kama ikitokea. Japo mimi sitaki migogoro itokee. Sasa tunatofautiana kati ya mtendaji mmoja na mwingine. Mimi inawezekana ni tofauti na watendaji wengine ninaowajua. Mimi huwa ni muongeaji na napenda kuongea na nitaendelea kuongea. Na mimi kwenye desturi yangu kwenye kusikiliza migogoro na nasikiliza kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, lakini na kufuata taratibu na kanuni za nchi yetu kwamba zinaelekeza. Kwa hiyo mimi niwaombe sana, naamini sasa tumekuwa kitu kimoja na utaenda kuambia watoto wako kwamba mwisho wa siku nchi tunakuja. Na hilo nilichukua kuhusu polisi, kwa yani ndio wao tu engage nao. Yaani wasipende migogoro midogo, waangalie source. Yaani mtu anafika pale na kesi, angalie kwanza hii issue inatokana na nini? Kwa sababu mtu anafika ilikuwa ni mirathi. Sawa? Tunapambana na mirathi hapo. Tukitoka tukienda nyumbani, mmoja hapo katika familia analalamika kwamba huyu anataka kuniua. Sasa wewe kama wewe unatakiwa angalie anataka kumuua kwa sababu gani? Reasons behind ni mashamba. Reasons behind ni mirathi. Kumbe ni mirathi. Unawarudisha tena. Unaiacha kwanza ile jinai afu unaelekeza kwenye vyombo ambavyo vina mamlaka kwamba hebu kafungueni kwanza mirathi. Mkishafungua mirathi mkagawana, tuone kwamba haya hii jinai ya kutaka kuchinjana kufanya itakuwepo. Kwa sababu kitu ambacho kinachogombaniwa unakuta kila anayegombania anagombania haki yake. Marehemu akishaacha mali, kila mmoja ana haki ya kuimiliki ile mali. Sasa namna ya kumiliki ni ipi? Umeelewa vizuri? Namna ya kumiliki ni ipi? Ndio tulikuwa tumekaa hapa tukatafuta hii solution. Tumeelewana vizuri? Asante sana. Tunashukuru. Mkailo likishuru. Subiri kwa jamani, samani kidogo. Nimesahau. Pale tunaenda kuweka mipaka ndio. Lakini tayari wenyewe mmefika mkaona kulikuwa kuna maharage.
Yale maharage sio ya kwenu. Yale maharage sio ya kwenu. Sasa mkitaka nyewe kunivuruga mimi, sio yale maharage. Si unajua? Ndio unajua mimi naongea fake alafu naongea kwa command. Yale maharage ni ya mpandaji maharage. Maharage ni ya kingi huyo. Kwa hiyo ni waombe sasa. Yale maharage nadhani ndani ya sijajua mimi sija kwamba mnavuna. Tusipeleke huko, wanaweza kukula. Mambo yaendelee vizuri. Mimi sitaki tena. Sawa sawa. Justin ameniambia amewapa wakwe zake maharage au hapana, sio